Yes, kuna hii familia ina baba na mama na watoto wawili. Mkubwa anaitwa Lina na mdogo anaitwa Beauty bana. Wanaishi maisha yenye furaha sana kutokana na kwamba Mungu amewajalia hela bana. Yes. Sasa leo akawa amepokea simu ya kaka yake. Huyo kaka yake alimpa project kubwa sana. Lakini kila siku amekuwa ni mtu wa kumuomba hela tu kwamba kaka sijui bado kidogo project ukamilika, kwa hiyo niongezee kiasi fulani. Akaona huyu inatakiwa niende nikamtembelee. Siku nyingine amekaa na mke wake usiku, dada yake anapiga simu, mke wake anasema pokea, labda anataka kushukuru kwa hela ya ada ambayo ulimtumia. Mwamba akapokea kwa bashasha, anapokea dada vipi? Dada anamwambia mume wangu sijui kafanya hivi na hivi, nina shida na hela nyingine. Akasema sawa nitakutumia. Yes, lakini huyu jamaa kutokana na kwamba ana maisha mazuri, lakini pia ni mtu ambaye anasaidia sana ndugu yake. Yes, wakawa wanacheza pale nini, wanarushiana popcorn, maisha yenye furaha sana. Ghafla anaingia mfanyakazi wao anaitwa Ima bana. Yes, hawamtengi kama ni mfanyakazi, wanamchukulia kama ni mwanafamilia kabisa. Huko alipata msiba, kwa alienda kuhani msiba, then akarudi, wakawa wamefurahi. Akasema ukiona shida yote tuambie. Yes, leo Mwamba na mke wake wanajiandaa ili waweze sasa kutembelea hiyo project ambayo wamemkabidhi brother yake, sasa kwamba vipi inaendaje. Yes, wakamwachia majukumu yote. Ima, hakikisha unaangalia watoto na wapeleka shule, sawa, na chochote ambacho kitatokea tupigie simu. Wakawa wanaondoka. Sini ya pili bana, baada ya kuondoka ni mazishi bana. Wamepata ajali mbaya sana kiasi cha kwamba wamefariki huko alikoenda kuangalia hiyo project. Yes, ndugu akaja pale, baada ya kuzika tu wote wakaaga, mpaka Beauty akasema sawa bye. Wamekaa, Beauty akauliza hivi kwa nini watu wamekuja wamelia alafu wakaondoka? Eti Antima. Ima akasema hayo ndo mazishi ya nyio ya Nigeria, mnafanya hivyo bana. Yes, akaondoka asema kwanza nikawapikie. Yes, siku nyingine mjomba karudi, anawatimua wote ndani, ondokeni, nyumba kwanza leo ni ya kwangu bana, ondokeni, sitaki kumuona yoyote hapa. Anko basi tuchukue hata vitu, nimewambia hii nyumba ni ya kwangu. Lina akasema sawa, tutamwambia mwanasheria atashughulika. Mwanasheria gani unamzungumzia? Mwanasheria amekamatwa na madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya? Yes, Lina. Beauty akauliza madawa ya kulevya? Bwana mdogo, sasa wewe unataka ujue madawa ya kulevya nini? Kusubiri ukikuwa utajua, tokeni hapa. Yes, katimua familia nzima mpaka na mlinzi naye katimliwa. Yes. Sasa usiku anakuwa hawana sehemu ya kwenda, wakaamua kuna kibanda cha mama ntilio kaikuta, wakaamua kulala. Asubuhi anaamka, Ima yupo, akaanza kutafuta Ima lakini haonekani. Akasema nilijua tu kwamba hawezi kukaa na sisi kutokana na kwamba hatuwezi tukamsaidia tena. Yes, lakini bwana mdozi anageuka anashangaa, Ima huyo hapa, mbona tuache sasa? Akasema hapana, nilienda kuwatafutia kitu chochote chakula, bora tu singerudi bana. Usiseme hivyo bana, si amerudi huyo hapa, amesema basi naomba nisame. Akamkumbatia Ima pale. Yes, Ima akamwambia siwezi kuacha, nyinyi ni kama familia yangu, wazazi wenu wamenisaidia sana, hivyo siwezi kuwatelekeza sehemu yoyote. Hapa nina hela kidogo, sasa inatakiwa tuuze hivyo vitu vyenu ili tuweze kupata hela hata ya kodi. Yes, wakauza vile vitu, wakamia Uswahilini, wakanunua godoro na vitu vichache. Wakati wanaendelea kushangaa chumba ambacho wanahamia, kaja muuni mmoja akapua wiji, wakaanza kumkimbiza mwizi, lakini hawakufanikiwa yani chochote ukipata. Yes, wakarudi geto kwao, giza, yani ni chumba cha vumbi. Sasa tutawezaje kulala hapo? Wakalala, Ima analala chini, ila Beauty na Lina bana wanalala kwenye hilo godoro ambao wamenunua. Yes, Ima anaamka, anaona chakula ambacho alinunua kipo bana. Akawashtua, chakula kimeenda wapi? Sasa sisi tumeamka, tutajuaje chakula kimeenda wapi? Kwa hiyo tumeibiwa. Wakatoka nje kwa haraka, wanamkuta jirani yao. Nini, kuna nini? Sijui, tulinunua chakula ndani tuliweka lakini hakipo, kwa hiyo sijui tumeibiwa. Ina maana mliacha mlango wazi? Hapa kila muda inatakiwa mfunge mlango wenu kwa sababu hapa kuna wizi. Na juzi tu baba mwenye nyumba ametekwa, mpaka leo hatujamuona. Kwa hiyo hiki kijiji, alafu huyo mdogo wenu, kwa hiyo unataka kutuambia hiki kijiji kuna waizi mpaka wa watu? Ndio, na huyo
yani mdogo wenu huyu hakikisheni mnamfungia ndani, kama mnatoka na macho yenu yawe karibu sana na huyu bwana mdogo, kwa sababu wanaiba watoto. Oh my God. Na huyu ni nani? Ni mwanafamilia mwenzetu, ni mdogo wangu. Kwa hiyo umesema hapa kijijini kuna waizi? Ndio, inatakiwa muwe sala. Wakarudi ndani huko wakiwa wanahuzunika kwamba chakula chao hawezi wakakipata tena. Yes. Lakini Ima akawa anapokea lawama zote kwamba yeye ndo amesababisha sijui nini, lakini atajitahidi kadri ya uwezo wake aweze kutafuta kazi ili mradi awaletee chochote kitu. Yes. So ikawa limeisha hivyo. Bwana mdogo Beauty akaamua kuanzisha nyimbo ambayo walikuwa wanapenda kuimba na wazazi wao. Kwa hiyo pale wakakumbatiana pale. Siku nyingine Ima anachota maji, jirani akapita akamsalimia, akadua nani huyu? Akamuuliza jirani, hivi huyu ni nani? Akasema huyu ni mpangaji mwenzetu, lakini anaitwa Zaki, lakini usiweke karibu wowote naye, kwa sababu hapa mtaani kote watu wote hawampendi na wote wanamchukia huyo. Kwa hiyo usimfuate, sawa? Atakuumiza moyo huyo. Akachana. Sasa siku nyingine jirani anarudisha chakula akakutwa na bwana mdogo Beauty. Kwa hiyo ndio ulitubia? Ndio, lakini nimerudisha. Sasa pipi yangu mbona hujarudisha? Imwachie anko wako bana. Si unajua mimi anko wako, my friend. Kwa hiyo niachie pipi, sawa? Basi naenda kumwambia auntie. Usimwambie Ima kabisa. Ukimwambia Ima utakuwa umeharibu kila kitu. Kwa hiyo kesho nitakuletea 10, sawa? Kwa hiyo usimwambie Ima chochote. Yes. Huko ndani akawa amekula, lakini baada ya kula akamwaga mtandao wote kwamba aliyetibia chakula ni jirani yetu. Alafu kasema nisiseme chochote.